Vivian usinipange. Ina maana Ana ameshaikuwa chizi mpaka kufungwa na kamba. Labda hapo sasa nipunguze tu ukali wa maneno. Alipata tatizo la afya ya akili. Na ninavyoongea naye mpaka sasa hivi Davis, yule Ana anatumia dawa. Kosa zingine ukimwona anakuchanganya, mara kaika hivi kafanya hivi, unajua kabisa mara zipo, mara hazipo. Kuna muda network zinakuipo zinapanda. Kuna muda network inashuka. Mbona nitisha Vivian? Nakutisha. Hata mimi nimekutisha. Ili nimekutisha. Subiri ngoja kwanza, ngoja. Akaja mkaka huyo. Anatokea huko Ghana. Alikuwa anaitwa Bubu. Davis, nakwambia wewe ushekuona kaka wazuri. Ushekuona kaka anavutia wewe. Yule kaka alikuwa ni mzuri jamani, alikuwa anavutia akipita wanawake wote wanachanganyikiwa. Hata mimi mwenyewe nilikuwa nikichanganyikiwa kimuona yule kaka. Na huyo kaka alitokea kumpenda Ana Davis, sitaki kukuambia. Alimpenda Ana jamani. Alimpenda yule kaka. Yule kaka safari za kuja Tanzania zilikuwa zimuishi. Yaani kama kufilisika yule angefilisika kukata tiketi za ndege kuja huko. Sasa kilichomkuta maskini ya Mungu. Kila akitaka kumuona Ana, kichwa kinampanda. Anachanganyikiwa. Vitu vinarudi tena. Haikuishia hapo. Mpaka wakafika kuvalishana pete. Na wala hiyo swala la pete unafikiri mimi nimehadisiwa? Nilikuwepo. Siku hiyo ya kuvalishana pete? Umeona? Nilikuwepo nikashuhudia mpaka yule Ana anataka kuvalishwa ile pete. Kilichotokea hiyo siku ya kuvalishwa pete, yule Ana akatekwa. Watu wanasema alikuwa amemteka ni huyo Diba ambaye ndio mume wake sasa hivi inasemekana. Ila sina uhakika. Na kwa hiyo ina maana kwamba Ana alikuwa na Bobo na akawa na Diba. Wakati huo subiri hapo. Subiri hapo Vivian. Hebu wacha nipumue kwanza. Yaani kama nikupumua tu pumua. Maana hata mimi mwenyewe yani kuelezea tu nimepata kama kusikia joto. Wewe pumua tu. Ana mambo mengi, partner wako ana vitu vingi. Ulala. Unasema ulala, kuna ulolo, kuna ulili, kuna ulala. Vivian.